Mzigo wa mawazo niliobeba kichwani siwezi, najiuliza chanzo, kisa mapenzi ndo nafeli. Maisha ni fumbo tena ni kifungo, kulifumbua nimeshashindwa. Kapoteza furaha yangu ya maisha yangu, leo mateso kwangu ikungowe. Kusema kweli nilipendana na yeye, na sikupanga kuachana na yeye. Kizungu mkuti kaingia babaye. Niliuma sana. Lakini baba mdogo, mimi nilikuwa na wazo. Yaani nakuwa nalifikiria sana. Mimi naona tu mimi yani nijitoe kuwa naye undugu yule mdogo wangu, kwa sababu kitu alichokifanya ni kitu cha unyama sana. Maana mimi amenikosea pakubwa sana. Kwa nini niendelee kuwa naye kumfanya kama ndugu yangu, hali ya kuwa yule ndugu yangu mimi amenikosea heshima, ameenda kuvuruga mipango yangu, kila kitu kimefeli. Sasa mimi yule naishi naye vipi sasa? Si ni bora atoke kwenye maisha yangu? Mama! 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 Michael! Where Michael? Sawa kabisa mzee Mwanza. Habari za harakati? Njema tu. Bwana, niambie. Mimi na kitendawili. Naomba unipe kidogo story. Huyu bwana Shenko nadhani wewe ni mzao hapa. Sawa kabisa. Mazingira yote yako mikononi mwako. Ndio. Hivi huyu bwana Shenko unasaba naye au unamfahamu kivipi? Mbona mimi namfahamu kawaida tu. Kwani ulikuwa unajuana naye kabla? Hapana. Maana mimi ni mtu wa kuja na yeye pia ni wa kuja. Ina maana tumegongana hapa hapa, na wewe kama mzawa yawezekana skendo nyingi juu ya yule bwana. Unaweza kunitandabaisha. Lakini mimi bwana Shenko ninavyomjua ni mtu wa kawaida tu, kijana mpole, mcheshi, yani hana tabia, yani ingawa hana tabia mbaya, ingawa ana hasira fulani. Kwamba ni mtu mwenye hasira hivi? Kidogo tu, sio sana. Yani huyu kijana ni mwerevu tu, yani mtulivu. Naam. Hana mambo mengi, yani kijana na yeye wakuja tu kama wewe. Sawa sawa. Ana miaka kama 3 hivi. 3. Sawa sawa. Yani yupo hapa tu yule kijana, na yeye ni mgeni wakuja tu kama wewe. Naam. Mimi nimekuuliza sio kwamba labda tu vipi mimi ni mwandishi wa habari, hapana. Mimi ni mtu wa kawaida tu, mjasiriamali, na mimi huku ni mgeni, naye pia ni mgeni. Kwa kuwa wewe ni mzawa, nikajua kwamba hapa kuna lolote naweza nikalichuma kutoka kwako, hasa ukinipa stories za huyo bwana Shenko. Sawa sawa. Kwa sababu bwana Shenko, tunaonana. Ile wewe nadhani na mambo mengi sana juu yake kwa sababu ni mwenyeji. Na mimi nashukuru sana kwa maelezo yako. Labda kuna la ziada juu yake? Hamna chochote. Kwani kuna nini wewe na Shenko? Kuna kitu gani labda kinasumbua mpaka unaulizia hivi? Maana ni wote wakuja hapa, ni wageni hapa kijijini kwetu. Sawa. Kwani kuna shida gani labda? Mimi ni wakuja na yeye ni wakuja. Kwa hiyo wewe kama mzawa, sijakosea sana kwa kuulizia habari zake. Sawa. Na mimi nashukuru sana kwa maelezo ulionipa kifupi. Sawa kabisa. Basi mimi nadhani kama hakuna la ziada, basi mimi ngoja mimi nipite niende viwanja harakati, tunajua tena mambo ya ujasiriamali. Haya bana. Haya. Lakini kama kungekuwa na tatizo ungeniambia tu, lakini haina shida kama ulikuwa unaulizia tu. Usiwaze, maana hapa kwetu kijijini ndo karibuni sana. Naam. Afu jina lako hasa? Mimi bwana HB. Haya bwana HB. Haya bwana. Haya mzee bwana. Haya bwana. Haya sasa. Haya.
Mzigo wa mawazo niliobeba kichwani siwezi, najiuliza chanzo, kisa mapenzi ndo nafeli. Maisha ni fumbo tena ni kifungo. Esther! Esther! Toka haraka njoo. Kuna nini tena? Twende tukamtafute Michael. Kaka kafanyaje tena? Nilikuwa naongea naye pale, mara ghafla akaanza kuita mama. Ndio nakukimbia. Mama tena mtu. Mzigo wa mawazo niliobeba kichwani siwezi, najiuliza chanzo, kisa mapenzi ndo nafeli. Maisha ni fumbo tena ni kifungo, kulifumbua nimeshashindwa, kapoteza furaha yangu. Bamdo, kaka yule pale. Twende tumfuate. Kango wasala hena mambo gani haya acha sala udele na mipango yako wasala hena mambo tego wane niwe mkanisa ukasalela ko nomba welelo mambo mabisana halafu wahabono ko Haiwezekani. Mambo gani haya? Bamdogo. Bamdogo sasa unaenda wapi? Wewe binti karibu kanisani. Mungu anasema asiyemjua yeye amekwisha. Ulokande vile sema wachele. Sasa ujue kuna mbuzi mmoja hapo simuoni. Sijajua sasa, labda akapotea mchungaji, kampoteza huko akaja kukaa kimya. Sasa kwa nini asikwambie kama kweli mbuzi kapotea? Yaani amefika ya mbuzi kaweka tu kwenye zizi kakimbia. Kwa nini asitoe taarifa kwamba kuna mbuzi mmoja hayupo? Yaani huyo mchungaji ni mpuuzi, mimi ananidharau. Ananidharau. Nitadili naye. Sawa, kwa hilo utadili naye, lakini mimi nikimwambia lolote ananipuuzia, ananiambia wewe mtoto wa kike utanifanya nini? Ndio anavyokuambia? Sawa, Odi. Karibu. Za hapa nyumbani jamani? Hapa kwema tu. Familia ijambo? Ni wazima. Eti. Jamani, mimi nimepita hapa kuwapa taarifa. Kuna yule kijana wangu alikuwa anaijia kodi. Kwa sasa hayupo, ameenda masomoni. Kwa hiyo mimi ndo nitakuwa naijia hapa kodi. Ina maana Jacob ni mwanao? Ni mwanangu. Mbona hajaisema? Labda tu aliwaficha, lakini ni mwanangu kabisa kumzaa. Kweli kabisa. Basi sawa. Lakini aliniambia kwamba anawadai miezi miwili. Ni kweli anadai miezi miwili. Sasa hiyo miezi miwili mimi nitawaachia kama ofa tu. Kama sijakuelewa vizuri. Yaani miezi miwili imefuta. Yaani kuwa na amani kabisa hiyo miezi miwili hiyo. Yaani kwenye na amani kabisa. Yaani hata msiwe mnawaza mnafanya. Basi sawa, hamna shida. Sisi tunashukuru. Nashukuru sana. Haya, haina shida. Mimi sio mkaaji, sababu naenda kwenye vikoba. Nikichelewa tu faini. Na hiyo faini mimi sina. Mambo ya vikoba. Unajua kausha damu. Ni baraka. Basi sawa, si tupo. Haya, mimi niwaache sasa. Basi sawa. Haya. Haya. Sasa mwanamke, mimi ngoja nikuache. Haya, poa. Haya, jamani. Karibu tu nyumbani. Haya, ngoja mimi niende. Haya. Hivi umemwelewa mama? Yaani mpaka sasa hivi sijui nimeelewa, sijaelewa. Amesema kodi ya miezi miwili atudai tena. Ni watu wachache sana. Anakusamia miezi miwili. Ana roho nzuri huyu mama. Hatari sana. Basi sawa, mimi niingia kwenye shughuli zangu. Wapi? Katembee. Sio leo hata hivi nimeshachelewa kwenye mishemisha.
watatu tu kwa hapa. Tena na Yaani wewe unataka tu mimi ndo nimekaa tu hapa kweli? Amna bwana. Mimi ngoja nikuache baadaye sasa. Nakusindikiza au? Amna. Baadaye. Haya. Mbona jana kuja kwenu sikukuta? Nilikuwa nimeagizwa na mama. Mama ndo akuagize masaa yote hayo. Maana nilikuja pale takriban masaa mawili. Haupo. Ndiyo, alikuwa ameniagiza mbali kidogo. Mbali wapi bana? Au ndo ushaanza kunisaliti? Hapana, kwani uniamini? Nakuamini ila sasa sio kwa kiasi hiko. Hapana bwana, ile tu narudi nilikutana na rafiki yangu story moja mbili ndio maana nikachelewa. Sio kunapokuwa umeagizwa na mama, si unajaribu basi hata kuwahi. Mwanzo niingia na wasiwasi kweli. Wewe Maili. Toka lini haya mambo yanatokea? Maili nakuuliza huyu nani? Wewe umemwona huyu nani? Alafu kwanza unataka nini? Na ni kwa nini uniulize? Unaniuliza hivyo wewe kama nani? Aha, ndio hivyo unavyonijibu Wewe unataka ngujibu. Hapo mambo unajikuta sana. Kivipi? Ndio maana mimi nilianguka sana kukubalia wewe. Na ndio maana hivyo nikataa nikaamua kuishi na huyu hapa. Hivyo si ulijikuta mjuaji. Na usinitafute kabisa hivyo ndio tunaweza kutafuta tena kwenda huko. Kama wewe. Kwa kipenzi kuna nichite? Hapana, ni vile tu nilianza kumtongoza huyo alipo nikatambia mzee nikaja kwako. Basi endelea na achana na mimi. Mai. Najua baba leo nimechoka, yani ningemalizia na huko. Nimemaliza sasa hivi kupalilia kule. Kwa kesho asubuhi nitapalilia hapa nitamaliza. Sawa. Ndio nasikia mwanangu Lecho. Ndiyo. Tunaelewa migomba hiyo. Kesho mifyeke yote pale. Kwa nini sasa sababu unaona ilivyo style yenyewe? Sasa hiyo migomba haizai. Mimi nataka nilete mbegu mpya. Mbona kama ina dalili? Unataka tu kuitoa hapo lakini ina dalili baba. Iache tu yani kila siku dalili. Hiyo dalili haitoi hata matunda ya kuonekana kwamba migomba sasa inaelekea. Mzee Kumbo! Mzee Kumbo! Mzigo wa mawazo niliobeba kichwani siwezi, najiuliza chanzo, kisa mapenzi ndo nafeli. Maisha ni fumbo tena ni kifungo, kulifumbua nimeshashindwa. Kapoteza furaha yangu ya maisha yangu, leo mateso kwangu ikumbowe. Kusema kweli nilipendana na yeye, na sikupanga kuachana na yeye. Kizungu mkuti kaingia babaye.